Mimi mchungaji Mwasangote Kumbuka, katibu wa malezi KKKT Dayosisi ya Konde, na leo tulikuwa na kikao kizuri sana cha viongozi, yani management, na ndio kikao cha kwanza kabisa cha KKKT Dayosisi ya Konde upande wa wanaume, na tumekuwa na kikao kizuri sana, tumejadiliana mambo mengi na tunamshukuru Mungu hapa tumefika mwisho na mwanzo mzuri kwetu, na yako mambo mengi ambayo tumeyajadili, ni pamoja na miongozo, namna ya kuongoza shirika zetu wanaume na kujenga mtandao, na namna ya kushirikishana, na hata namna ya kujenga kanisa letu kupitia Dayosisi ya Konde. Na wajumbe walifika na wamekuwa na maoni mbalimbali na mitazamo mingi na mipya, ni pamoja na kutafuta sare ya pamoja ya wanaume na namna pia tutakavyoendesha sikukuu yetu ya ufunguzi wa idara hii, ambapo tutamwomba Baba Askofu atuzindulie umoja wetu, na tutakuwa na wiki la wanaume mwezi wa 11. Lakini kabla hapo tutakuwa na milolongo mingi ya semina zetu mbalimbali, semina za wanaume na makongamano ndani ya majimbo, kuwaelekeza na kuwatia nguvu wanaume wajue nafasi zao katika jamii. Kwa mkutano huu ni ulikuwa muhimu sana, na wajumbe ndio wanatawanyika sasa, na kila mmoja kwenye jimbo lake na kwa nafasi yake. Ni mwanzo mzuri na tumefurahi na tumekusanyika kwa pamoja. Tunamshukuru Mungu. Nawaambia wanaume tushikamane, na hawa viongozi wanatawanyika sasa kuja majimboni humo, watakuja na mikakati na maelekezo mbalimbali. Tuwasikilize na kuungana nao. Viko vitu vingi tutafanya kama wanaume kwa nafasi zetu, na tuna mipango mingi ambayo tunaiendea, mingi mno na mingine mikubwa. Kwa hiyo naomba wayapokee na hata kuwapa ushirikiano viongozi wetu. Jina langu ninaitwa Amberbomi Jackson Mwakanyamale, nimetoka jimbo la Mwakaleli, usharika wa Mbigiri. Nimekuja hapa kama katibu wa kitengo cha wanaume usharika wa Mbigiri, lakini usharika wa Isange, lakini pia kama mwenyekiti wa kitengo cha wanaume jimbo la Mwakaleli. Tumekuja kwenye kikao cha management kwa ajili ya uendeshaji wa mpango kazi wa kitengo cha wanaume katika dayosisi yetu ya Konde, ili kuweza kusimama imara kiutumishi na utendaji, tukimtumikia Mungu kwa uaminifu na upya wa maisha katika kitengo chetu. Hivyo basi tunamshukuru Mungu kwa sababu mikakati hii ameiruhusu mwenyewe, maana yeye kama Mungu amesema katika kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwani tumefikia hatima ya kupata kitengo cha wanaume katika miaka hii ambayo Mungu alikuwa ametuandalia tuweze kukitengeneza kitengo hiki. Hivyo ni mpango wa Mungu rasmi kwa ajili ya kuweza kukifanikisha kitengo hiki. Hivyo tunamshukuru Mungu, nasi tuko tayari kufanya kazi chini ya mamlaka ya Mungu aliye hai. Majina naitwa Felix Msangi, ni mwenyekiti wa idara ya wanaume kutoka kwenye jimbo letu la Mbeya Mashariki. Leo hii tulikuwa tuna kikao hapa kwenye dayosisi yetu ya Konde, ambacho tumetukutanisha viongozi kutoka kwenye ngazi za majimbo yote ya dayosisi ya Konde, ili tuje tupewe miongozo na mafunzo mbalimbali namna ya uendeshaji wa idara yetu mpya, idara ya wanaume ambayo imeanzishwa karibuni na dayosisi yetu ya Konde. Mafunzo ya leo yametujengea uwezo kwenye namna ya kujua kwanza mipango mkakati wa dayosisi, pamoja na dhumuni la dayosisi kuanzisha idara hii ya wanaume ambayo ni kundi lilikuwa limesahaulika kwa muda mrefu. Wao wametueleza mambo mengi ambayo yanahusu sisi kama wanaume, namna gani yanayotupasa kufanya katika hali ya kujenga mwili wa Kristo, kwa maana ya kuitangaza Injili kwa kupitia sisi kundi la wanaume, ambaye ni kundi lilikuwa liko nyuma. Dayosisi yetu ilikuwa na idara ya vijana, ni idara ya muziki, ni idara ya wanawake, lakini sisi idara ya wanaume ilikuwa ni kundi ambalo kwa kweli lilikuwa limeachwa nyuma, na ni kundi ambalo lina umuhimu mkubwa kwenye jamii yetu ya sasa, kwa maana kama mnavyoelewa kama mwanaume ni kichwa cha familia, kama alivyo Kristo kichwa cha kanisa. Kwa hiyo kundi la wanaume lilikuwa ni kundi muhimu sana. Kwa hiyo tunashukuru dayosisi kwa kutukumbuka sisi wanaume na kuanzisha idara. Kwa hiyo tunamuomba Mungu kwamba idara hii ikapate kusimama
ili ikapata kumtumikia yeye kwenye malengo ambayo Mungu anapenda sisi kama wanaume tuweze kufanya. Wito wako nini sasa baada ya kufanya semina ya leo na kutiana moyo ninyi kama viongozi wa jimbo la Mbeya Mashariki, mnatokaje sasa kwenda kukutana na wanaume kule na wanaume wengine wengi wameshindikana? Jambo kubwa hapa, kwanza tumepewa madhumuni na malengo ya idara hii. Kikubwa sasa tunapoondoka hapa, tunaporudi sasa majimboni kwetu, tunaenda kukutana na viongozi wa sharika, viongozi wa mitaa katika sharika zetu, ili tuweze kuweka mikakati ya pamoja kuweza kujua wapi pa kuanzia nini tukifanya. Kwa majina naitwa Bernard Mwipopo kutoka pale usharika wa Kyela mjini. Tulikuja mahali hapa na mimi nimekuja kama kiongozi wa idara ya wanaume, kama katibu pale usharikani, lakini pia kama katibu jimbo la Kusini. Tumekuja hapa kwenye semina kujifunza kwa namna mwenendo mzima kuendesha kwa namna idara ya wanaume, kwa sababu ni idara mpya. Kwa ni muhimu kwa tukajifunza ili tujue kitu gani kile kitakachokuwa kinaenda. Asante kwamba kiongozi wetu mchungaji wetu Masanguti amekaa, ametufundisha, ametuelekeza, ametufundisha kwa namna mwenendo mzima kwa ajili ya idara, kwamba je, tunapoingia kwenye idara tufanyeje kama wanaume, kwa sababu imeonekana mambo mengi kama wanaume tunanyamaza nayo kimya pasipo mahali popote pa kusemea, lakini kwa sasa tumepata maeneo ya kusemea na idara, kwa sababu tayari ni idara ya wanaume kama vile ilivyo idara ya wanawake, lakini sisi pia tuna idara yetu ya wanaume ambayo ndio mpaka sasa tumeendelea kuwepo nayo, tumejifunza, na pia itabidi tuwapeleke na washarika wengine kwamba waendelee kujifunza ili kujua, kwa sababu jambo ni geni. Kwa kama ni jambo geni, kwa ni muhimu tena na utaratibu kwa namna kujua kwa kila mmoja atakaweza kulipokea. Jina langu naitwa Hamza Mwambapa. Natoka usharika wa Tukuyu, jimbo la Tukuyu. Tuko hapa kwa ajili ya umoja wa wanaume au idara ya wanaume, na nimewakilisha jimbo la Tukuyu. Tulikuwa tumekutana kwa ajili ya kuweka mipango kazi kwa ajili ya idara. Kama tunavyojua ni idara mpya kwenye dayosisi yetu. Kama tunavyojua ni idara mpya kwenye dayosisi yetu. Tunajua ziko idara nyingi ndani ya dayosisi, iko idara ya vijana, iko idara ya wanawake, lakini miaka mingi sana idara ya wanaume haikuwepo. Na kama Biblia inavyosema mwanaume ni kichwa cha familia au kama Biblia inavyosema mwanaume ni kichwa cha familia, na kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa, vivyo hivyo mwanaume ni kichwa cha familia. Ndani ya kanisa idara ya wanaume ilisahaulika kwa miaka mingi. Tumeona athari zake, tumeona mapungufu yake. Familia nyingi mambo hayaendi vizuri, changamoto kubwa imeanzia ndani ya kanisa. Kama ndani ya kanisa ambako ndiko tunakolelewa kiroho, ndiko kunakotengeneza familia, ndiko kunakofanya familia zetu zikawa salama, zikawa sawa, nafasi ya kichwa imesahauliwa au nafasi ya kichwa haifanyi kazi sawa sawa. Kwa maana hiyo sasa hata ndani ya familia kuna mambo mengi haya kukaa sawa au hayako sawa. Mwanaume kama mwanaume ndani ya familia anajisahau kwa sababu ndani ya kanisa kwanza imesahauliwa. Lakini tuko hapa kwa ajili ya kuweka mipango kazi. Miongoni mwa mpango kazi ni kwenye uzinduzi wa hii siku ya wanaume ambayo itafanyika mwezi wa 11 kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 29. Yako mambo mengi tumeyapanga na tumeyaweka. Miongoni mwake ni kwenda kuona watoto yatima, kuona wajane na mambo mengine mengi. John Yohana Pira, mimi msharika wa usharika wa Tukuyu, ni katibu wa umoja wa wanaume usharika wa Tukuyu. Pia kwa leo nimekuwa mwakilishi wa umoja wa wanaume jimbo la Tukuyu. Leo tulikuwa na semina elekezi namna ya kwenda kufanya kazi ya kuwakusanya wanaume kwa ajili ya kuhimiza umoja wa wanaume na kufanya kazi kama wanaume. Nachukua nafasi hii kuishukuru halmashauri ya dayosisi ilipokaa na kuliona jambo hili kwamba kwa namna gani mwanaume hajaonekana eneo lake sawa sawa na kitabu cha Mwanzo Mungu alipomuita Adamu uko wapi.
hakika wanaume tulikuwa hatujaonekana kwa eneo letu. Sasa halmashauri kuu imetuita ili tupate kuonekana, kwa kuwa sisi ndio vichwa vya kanisa na sisi ndio vichwa vya nyumba. Amen. Nini wito wako sasa kwa wanaume ambao wanakusikiliza baada ya kuwa mmeshakuwa na sasa mmejiunga na ninyi mmekuwa na idara yenu? Sasa unawaambia nini wanaume waliopo huko sharikani na kwenye mitaa? Wito wangu kwa wanaume, kwa kuwa hii huduma imeanzishwa kwa njia ya kanisa la KKT, basi ni kulikimbilia kanisa ambako ndiko kunako mafundisho mengi ya mwanaume kuchukua nafasi yake kama baba na mlezi wa familia na kichwa cha nyumba. Nitalisifu daima na nihubiri siku zote, nikiulizwa na watu, ndiyo furaha yangu kubwa, ndiyo furaha yangu kubwa, naingojea nikifaa, naingojea nikifaa. La mwisho, Mungu mwenye huruma nyingi, usininyime huruma, mimi ni mkiwa, nipeleke kwako kwa kufa kwa Yesu, kule mbinguni nitasifu, kule mbinguni nitasifu huruma